Mwanamke huyu alikuwa saluni, lakini hakutegemea kwamba chombo cha gundi kingemwangukia usoni mwake. Mwenye saluni alipofika alipiga kelele na kukimbia. Gundi kwenye uso wa mwanamke yule ilikuwa imeganda. Akapiga simu ya dharura, timu ya uokoaji ikafika. Lakini walipofika, walipoona bangili mkononi, walimfahamu kwamba ni nani. Wakakumbuka kuwa siku chache zilizopita alikuwa mwanamke yule yule ambaye karibu aligandamizwa na taa zilizoanguka. Timu ya uokoaji ilipofika muda huo, mguu wa taa ulikuwa umekwama sakafuni. Kwa bahati nzuri ya kujeruhiwa, wazima moto walilazimika kutumia msumeno kukata fremu ya chuma ili waweze kumwokoa bidada, na kweli walifanikiwa. Baadaye wakagundua sababu ya kupata ajali nyingi ilikuwa ni bangili ya bahati aliyonunua mtandaoni kwa dola 100,000. Sasa baada ya mshtuko mfupi, timu ya uokoaji ikajitahidi kumtuliza. Alipotulia, wakaona kuwa uso wake wote ulikuwa umeganda. Walilazimika kufungua njia zake ya hewa haraka, kwa sababu angekosa hewa. Ndani ya dakika chache tu, mmoja wa uokoaji akatoboa mwanya mdogo karibu na mdomo wake na kuweka maski ya hewa, na kweli bidada akaweza kupumua tena, lakini gundi ngumu usoni mwake ikawa tatizo kwa uokoaji. Sasa ilibidi waipashe hiyo ilainishe, kalainisha moto ifike nyuzi 100, lakini kufanya hivyo wakagundua kuwa ingeharibu sura na ngozi ya bidada na kumwacha kwenye makovu mengi ya milele. Hata hivyo, bibi aliposikia hivyo alikataa kata kufanyiwa hicho kitu, kwa sababu alijua sura yake na urembo wake ungepotea. Sasa waokoaji ilibidi waiachie tu hospitali. Baada ya timu ya waokoaji kumaliza kazi, wakarudi makao makuu. Wakagundua kuwa bangili ya bahati ya mwanamke huyu ilikuwa imeachwa ndani ya gari. Kila mtu alikuwa na wasiwasi kwamba bangili hili ingeweza kusababisha ajali, na kweli sekunde iliyofuata mmoja wao alidondoka na kuanguka kutoka kwenye gorofa. Baada ya kupoteza bangili, mwanamke huyu alikwenda kuitafuta nyingine kwenye duka la vitu vya urembo. Alipofika, akavutiwa na moja ya chombo kilichokuwepo hapo. Akamwomba rafiki yake amuitie muuzaji. Akataka kuichukua, lakini ghafla rafiki yake akaanguka akiwa ameshika tumbo lililokuwa limeumia, kiiku linavuja damu. Ikabidi amwambie mwenye duka aite polisi, lakini wote walianguka kwa njia ya ajabu. Timu ya uokoaji ilipofika, waliangalia kama gesi ilikuwa imevuja kwenye jengo hilo. Ghafla wakagundua kitu cha ajabu kuhusu jiwe lililokuwa limekwama tumboni mwao. Wote walikuwa wamepoteza fahamu, mtu na rafiki yake. Baadaye polisi wakaangalia picha za kamera, wakagundua kuwa kulikuwa na mtu aliyevaa barakoa na kofia. Pia mtu huyo alionekana saluni hapo wakati bidada amepata ajali ya kumwagikiwa na gundi. Timu ya uokoaji ikamrudishia mwanamke bangili yake na kumwambia kuhusu bangili ile, lakini mwanamke yule hakuweza kuamini kabisa. Akaamua atoke kwenda kujaribu akiwa na gari, aone ni kweli atapata ajali. Akiwa njiani, akagundua kuna mtu alikuwa anamfuatilia. Akapiga simu polisi na kuomba msaada. Ghafla akagonga lori barabarani. Kwa bahati mbaya au nzuri, polisi walikuwa wamefika kwa wakati, wakamkamata yule mtu na mwanamke hakujeruhiwa. Kumbe ukweli ukagundulika kuwa mwanaume huyo alikuwa anamiliki duka la mtandaoni lililouza vitu vya bandia. Anasema alipatwa na hasira siku ambayo mwanamke huyo kusema angeigawa hiyo bangili kwa mashabiki zake, hivyo akaamua kuitafuta ili aibe na siri ya kuuza vitu bandia isijulikane sehemu nyingine. Hivyo akaamua kumtafuta, na hadi siku ile gundi ilimwagika, yeye ndiye aliyekuwa chanzo.